Ni saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji wako ni mimi Edastina Tibashailwa. Awali ni muhtasari wake. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa taarifa ya uwepo wa kimbunga Jude katika bahari ya Hindi, eneo la rasi ya Msumbiji. Bandari ya Mtwara mkoani Mtwara imepokea meli ya kwanza kati ya 4 ambazo zinatarajiwa kuleta viuatilifu kwa ajili ya kukuza uzalishaji wa zao la korosho nchini. Na kimataifa, wapiganaji wa kundi la waasi la ADF lenye mafungamano na kundi la kigaidi la dola la Kiislamu IS wamekishambulia kijiji kimoja mashariki mwa Kongo. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa taarifa ya uwepo wa kimbunga Jude katika bahari ya Hindi, eneo la rasi ya Msumbiji. Taarifa iliyotolewa na mamlaka hiyo imeeleza uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa inaonesha kimbunga hicho kitaingia nchi kavu katika eneo la Msumbiji leo Machi 10, 2025 na kupungua nguvu zake. Hata hivyo, kimbunga Jude kinatarajiwa kurejea tena baharini na kuimarisha nguvu yake katika kipindi cha kati ya Machi 13 hadi 15, 2025. Aidha, kutokana na mwelekeo wa umbali wake, kimbunga Jude hakitarajiwi kuwa na athari za moja kwa moja hapa nchini. Hata hivyo, uwepo wa kimbunga hicho katika eneo la rasi ya Msumbiji unatarajiwa kuchagiza mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na kusababisha ongezeko la mvua katika maeneo mbalimbali. Mtwara. Bandari ya Mtwara mkoani Mtwara imepokea meli ya kwanza kati ya 4 ambazo zinatarajiwa kuleta viuatilifu kwa ajili ya kukuza uzalishaji wa zao la korosho nchini kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Meli hiyo imewasili leo Machi 10, 2025 ikiwa imebeba viuatilifu maarufu kama sulfa tani 9202. Mkurugenzi wa bodi ya korosho CBT Francis Alfredi amesema tani 40,000 za viuatilifu vya korosho zinatarajiwa kuletwa kwa ajili ya kukuza zao la korosho msimu wa 2025-2026. Amesema serikali imetoa maelekezo kwa wazabuni wa viuatilifu hivyo kusafirisha viuatilifu hivyo kupitia bandari ya Mtwara. Dodoma. Mkurugenzi mkuu wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF Dr. Aileen Isaka amefanua kuwa 60% ya malipo yanayofanywa na mfuko huo yanahusu matibabu ya magonjwa yasiyoambukiza. Dr. Isaka ameongeza kuwa idadi ya wazee wanaohudumiwa imeongezeka kutoka mara 3 hadi mara 7 kwa mwaka, ambapo sasa wanatumia shilingi bilioni 91. Hata hivyo, madai yanayohusiana na magonjwa yasiyoambukiza yamefikia shilingi bilioni 371, kiasi kinachodhibitisha kuwa hata vijana wanakumbwa na changamoto hizi. Aidha, Dr. Isaka amewataka wananchi kuchukua tahadhari kwa kufanya mazoezi ya mara kwa mara na kula vyakula bora ili kuepuka magonjwa hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Wapiganaji wa kundi la waasi la ADF lenye mafungamano na kundi la kigaidi la dola la Kiislamu IS wamekishambulia kijiji kimoja mashariki mwa Kongo na kusababisha mauaji ya watu 9 huku wengine wengi wakijeruhiwa. Machi 8 mwaka huu, kundi la ADF lilikishambulia kijiji cha Ngohi Vuyinga
Katika eneo la Rubero, jimbo la Kivu Kaskazini, watu 9 waliuawa na wengine wengi kupoteza makazi yao baada ya nyumba zao kuchoma moto, ikiwa hii ni kulingana na Samuel Kagen, mmoja viongozi wa mashirika ya kiraia katika kijiji hicho. Kagen amesema ADF iliwashambulia wakazi hao kwa mapanga na marungu wakati walipokuwa mashambani mwao, huku akisisitiza kuwa idadi ya waliouawa huenda ikapanda kufuatia watu wengi kutokujulikana walipo. Eneo la mashariki mwa Kongo linapitia miongo kadhaa ya ghasia za makundi yenye silaha. Zaidi ya vikundi 120 vinapigania ushawishi wa ardhi na rasilimali muhimu za madini. Miongoni mwa makundi hayo ni M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, ambao hivi karibuni waliviteka vijiji viwili muhimu vya Goma na Bukavu. Aidha, ghasia nchini humo zimesababisha karibu watu milioni 7 kuyakimbia makazi yao na kuifanya hali hiyo kuwa moja ya migogoro mibaya ya kibinadamu kuwahi kushuhudiwa. Berlin. Mgomo mkubwa wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege unaoendelea nchini Ujerumani, ambapo viwanja 13 vikiwemo vikubwa vya Munich na Frankfurt vimelazimika kufuta maelfu ya safari za ndege za ndani na za kimataifa. Mgomo huo wa masaa 24 ulianza saa 6 kamili usiku wa kuamkia Jumatatu Machi 10 mwaka huu, ukiwajumuisha wafanyakazi wa sekta ya umma ndani ya viwanja vya ndege na wale walio kwenye maeneo ya kutua na kuruka ndege, na pia maafisa wa usalama viwanjani. Katika uwanja wa ndege ulio kwenye kitovu cha masuala ya kifedha na kibiashara Frankfurt, safari 1054 katika safari ya 1000 katika uwanja wa ndege ulio kwenye kitovu cha masuala ya kifedha na kibiashara Frankfurt, safari 1054 kati ya safari 1116 zilizokuwa zimepangwa siku ya Jumatatu zilifutwa, kwa mjibu wa shirika la habari la Ujerumani. Mgomo huo juu ya malipo ulitarajia kuzifuta safari zaidi ya 3400 ambazo zingewaathiri abiria 500,000 na 10,000 kote nchini Ujerumani. Aidha, kwenye uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Berlin, safari zote za kawaida za kuruka na kutua zilifutwa, huku uwanja wa ndege katika mji wa bandari wa Hamburg ukifuta safari zote za kuondokea hapo. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa taarifa ya uwepo wa kimbunga Jude katika bahari ya Hindi, eneo la rasi ya Msumbiji. Bandari ya Mtwara mkoani Mtwara imepokea meli ya kwanza kati ya 4 ambazo zinatarajiwa kuleta viuatilifu kwa ajili ya kukuza uzalishaji wa zao la korosho nchini. Na kimataifa, wapiganaji wa kundi la waasi la ADF lenye mafungamano na kundi la kigaidi la dola la Kiislamu IS wamekishambulia kijiji kimoja mashariki mwa Kongo. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio. Endelea kutufuatilia katika kurasa za mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.